Yako aliandika wapi wakati wakikuzaa huko? Hiyo haijulikani. Kwenu huko wapi kule ndio Gamboshi kwenu kule? Gamboshi, Shinyanga. Shinyanga. Yes. Babu yako alikuandika. Kwa nini usitafute historia babu yako na tafuta ya Musa? Unawezaje kuamini kitabu cha mtu tu aliyekutungia amekuletea akakwambia Musa alikuwa na wana wa Israeli? Maana yake unataka kunirudisha niulize Kemet, Misri ya zamani ambayo ilikuwa inaitwa Kemet, na wale mafero mababu zetu ambao hata historia yao hawakuwa watu weupe, walikuwa ni watu weusi, black people. Walipoambiwa zile sheria 12 wazigeuze, wakashindana na miungu, wakashindana sama tulikuwa na Mungu, hakukuwa na Mungu, kulikuwa na miungu. Hiyo zile sheria zikabadilika, mpaka leo unaiona Misri imebadilishwa kutoka na watu weusi imebadilishwa ina watu weupe. Kaziuliza zile piramidi Giza, ndio unakuja kupata uhalisia wa ukweli. Kuna namna fulani hivi kama Waafrika tumetengwa. Sio kutengwa, tunatawaliwa kwa fikra, tena kupitia dini. Ndio mpango mbaya, na ndio maana watu wenye dini, watu wanaoishi kwenye dini ni vichaa. Let me tell you the truth. Watu wote wanaoitwa wafia dini, nisikilize kwa makini kabla ya kuniuliza swali. Ukimsikia mtu anaitwa mfia dini, anasema yes wa Israeli. Wacha, let me tell you the truth. Wa Israeli, atoke Israeli ambako wanapigana vita aje hapa kweli Geita. Na kwa nini asiwe Yesu wa Afrika? Hakuna Yesu wa Afrika. Wakamweka Yesu mzungu mweupe afu shetani wakamweka mweusi. Si ndio maana watu weusi wakaambiwa kwamba ni mashetani, na wewe mwenyewe ni shetani, si ndio? Ndio maana hata ulitenganishwa kwenye 6 melanin, neutron, proton na electron 666 ambayo ina mgadi mtu mweusi. Wakasema kwenye vitabu hawatakula, kunywa, kuuza wala kuvaa, kwa sababu nambari 666 itakuwa ni nambari ya mnyama. Nao watakaovaa watapigwa chapa. Maana yake chapa ya mnyama, kwa sababu nguvu ya mtu mweusi iko kwenye 6 melanin ambayo ni 6 neutron, 6 electron na proton. Hizi ndio nguvu zinazomfanya mtu mweusi abakie kuwa Mungu jua. Sisi ni miungu chini ya jua ambao tunatawala kila kitu, lakini ni miungu ambao hatuna ufahamu, kwa sababu tulishatoka kwenye ufahamu wa kwanza kabisa kwenye uzalio wetu. Ndio maana hatuwezi kupandisha 33 degrees, madaraja 33 kwenda kwenye ufahamu. Tukaambiwa watu weusi wote, basi hawa watu wamelaaniwa. Lakini ukaambiwa hata ulipocholewa mchoro kwamba shetani ni mweusi, Mungu mzungu, kule mbinguni ni malaika wanapiga makofi wana. Ni kwa sababu watu wametiwa hofu. Wakaambiwa mkiingia huku na kule, mkiingia huko basi maana yake mtakuwa mmeingia kwenye kifo. Na mkifa mnachomwa moto. Wewe usichomwe moto sasa hivi, utachomwa moto huko. That's a foolish. Yaani hapa ulipo nikikuchoma moto si unaungua? Ndio. Si una mwili? Sasa mwili ukitoka hapa roho inaenda kuchoma moto kule, itaungua. Haiwezi. Ndio maana sisi watu wa spirituality hatuogopi mtu akisema sijui kuna kifo, kwa sababu sisi hatufi. Sawa, sisi hatufi. Tunaendelea kuishi. Bwana, watu waliotengeneza dini waongo. Hakuna ukweli. Ndio maana serikali za kidunia zinasema hatuna dini, ni waongo wakubwa. Serikali za dunia zote zina mpango, zenye mipango mikubwa zinasema hatuna dini. Kwa hiyo unataka kutuambia serikali inajua ukweli? Serikali za dunia, sijasema serikali ya hapa, zinajua kwamba dini ni mkakati fulani. Ndio maana sana sisi hatuna dini bwana. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi, kuna watu wamefungwa waendelee kuamini vile ambavyo wameletewa, lakini kuna wengine ambao wanajua ukweli ila wameamua tu watu wengine waendelee kuishi kwenye mifumo. My people perish for the lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia na kupotea. Na hilo neno lilitolewa kwenye Nyonyo 17. Kitabu cha 17 chenye maarifa. You perish for the lack of knowledge.